tunakuwa wazito wa kufanya hili jambo. Waliona kama jambo la pesa, lakini si jepesi hili jambo mpaka utake kwa roho yako. Sasa nashauri huo uchaguzi ufanywe, tutafute kamati nyingine, lakini bado mtu akiingia hapa ajue jamani, kutoka usiku kazi bwana, si masara. Saa 8 usiku kianshwa toka tabu, watoka weka mtu nzima nje ni ngumu, mpaka iwe kwa ridhaa mwenyekiti. Kama si ridhaa ya mtu njoo tunawe njoo, hatuwezi kwenda. Mimi nashauri tuchague kamati nyingine alimradi, lakini wale watakaochaguliwa basi waamue wenyewe, asije wakaambiwa na nenda na ikaingie. Kwamba Makombeni hatujakuwa tayari kuhifadhi kunataka utayari. Sasa hili jambo ni letu wenyewe, twafanya kwa faida yetu wenyewe, halafu tulipe kwa lile jambo letu wenyewe. Tuliwezaje hata wao washindwe? Utayari hatujakuwa nao, kwamba kila kitu tulipwe. Serikali mambo mengine inakuwezesha kiasi, lakini mengine ujitolee. Kulala na sisi tulikuwa tunahitaji ya kulala, lakini jambo letu wenyewe Makombeni, kama Makombeni tuimarisha jambo letu kwa maslahi ya Makombeni. Wewe utakaope mafuta, wewe utakaope ulipwe, hii serikali pia. Asilimia 40 ni kama 1,300,000 hivi, nyingi akilini hiyo. Kwa hivyo tuweke akilini, tuweke kumbukumbu vizuri, twende kwa wazi kabisa hivi. Kuwaongoza watu ni mashaka, kila mmoja akili anazo na kila mmoja ana chaneli zake. Mwekee wazi ili umbane, tuweke wazi kila jambo letu kwa hivi sasa, kwa sababu hatuna vyombo kwanza vya kulindia, itabidi tuazime tu na gharama zenyewe ni hizo. Wanakuwa na hisia kwamba huku kuna mazingira mazuri, kwa hiyo tunakwenda. Wakenda mkiwaona ndio mnawavua, ni jumla ya faida. Kwa hivyo tusiangalie zile faida za moja kwa moja, tunakwenda nimepewa shilingi 10,000 nimepata faida. Ile ni faida moja kwa moja ambayo inabomoa jamii kwa namna fulani. Tuangalieni faida katika shughuli zetu za kila siku. Sawa jamani? Tayari jamii mmejikusanya, kamati ya uvuvi na kamati ya hifadhi, na bahati nzuri serikali sasa hivi inahimiza wanajamii wajikusanye, na wanapojikusanya inakuwa ni rahisi kuweza kusaidiwa. Kusaidiwa ni serikali, vile vile kusaidiwa na wadau wa maendeleo. Na ndio maana mlipoanzisha eneo la hifadhi mkao mmejikusanya, mmepata msaada, ule ni msaada au ni ufadhili. Mmeanza, mmefika hatua ya kujiendeleza. Kwa hiyo kamati iliyopo hivi sasa isivunjike moyo. Mtakapokuwa na umoja na mashirikiano, naamini wazi miradi mingine itatokezea.